Mtazamaji wa Rudisha TV, kama bado hujasubscribe na kukumbusha usubscribe ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu mbalimbali. Hapa nakuletea taarifa ya ajali 7 kubwa za migodi zilizotikisa Afrika. Hizi ni ajali za migodini kwa wale wanaochimba madini na wanaochimba dhahabu, almasi pamoja na aina nyingine ya madini, lakini huko wanakutana na ajali mbalimbali. Sasa hapa nakuletea zile ajali kubwa za kusisimua zilizoitikisa Afrika. Ajali ya hivi karibuni ya mgodi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC iliyoua zaidi ya watu 200 imeibua tena maswali kuhusu usalama wa migodi barani Afrika. Migodi imekuwa uti wa mgongo wa uchumi wa nchi nyingi barani Afrika. Dhahabu, almasi, platinum, cobalt na shaba zimejenga miji, zimeongeza mapato ya serikali na kuifanya Afrika kuwa muhimili wa rasilimali za dunia. Lakini chini ardhi, mbali na takwimu za mauzo na faida, kuna simulizi nyingi ya jasho, hatari na mara nyingine ni vifo. Hizi hapa ajali 7 zilizoacha alama na kutikisa Afrika. Mgodi wa Coal Block, Afrika Kusini. Ajali ya mgodi wa makaa ya mawe wa Coal Block bado inachukuliwa kuwa janga kubwa zaidi la migodini barani Afrika. Wachimbaji 437 walifukiwa hai baada ya nguzo za chini ya ardhi kuporomoka. Coal Block haikuwa tu ajali, ilikuwa funzo la kikatiba. Vifo hivyo vilisababisha mageuzi makubwa ya sheria ya usalama migodini Afrika Kusini. Ajali ya mgodi wa Marikana, Afrika Kusini mwaka 2012. Ingawa tukio hili lilijulikana zaidi kama mauaji ya Marikana, iliyohusisha moja kwa moja wachimbaji wa madini ya platinum au kipenda dhahabu nyeupe. Zaidi ya wachimbaji 34 waliuawa na polisi wakati wa mgomo wakidai malipo zaidi. Tukio lililotikisa Afrika Kusini na dunia nzima na kufichua hali mbaya ya maisha na usalama wa wachimbaji migodini. Mauaji haya yalifanyika tarehe 16 mwezi Agosti, yanasemekana kuwa mabaya zaidi kuwahi kufanyika tangu kumalizika kwa enzi ya ubaguzi wa rangi mwaka 1994. Marikana ilionyesha kuwa hatari migodini si ardhi pekee, bali pia siasa, ukosefu wa haki na matumizi ya nguvu. Ilikuwa kielelezo cha mgodi kama uwanja wa mapambano ya kijamii, si tu kiuchumi. Ajali ya 3 ni ajali ya mgodi wa Kamoto, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mnamo mwaka 2019. Maporomoko ya ardhi katika mgodi wa shaba na cobalt na Kamoto uliua zaidi ya wachimbaji 40, wengi wao wakiwa wachimbaji wadogo wasio rasmi. Tukio hili liliangazia hatari kubwa zinazowakabili wachimbaji wasio na mikataba, bima na mara nyingi bila majina kwenye sajili rasmi. Ajali ya 4 ni ajali ya mgodi wa dhahabu Siaya, Kenya, Julai mwaka 2024. Katika kaunti ya Siaya, Kenya, mgodi wa dhahabu uliporomoka na kusababisha vifo vya wachimbaji 7, huku wengine wakijeruhiwa na kupelekwa hospitali. Hii ilionyesha hatari iliyowakumba wachimbaji wadogo bila usalama wa kutosha. Wataalamu wa masuala ya usalama wa uchimbaji wa madini wamezungumzia jinsi wachimbaji wadogo wanafanya kazi katika mazingira hatarishi bila usalama wa kutosha. Mgodi wa 5 ni mgodi wa dhahabu ulioporomoka mkoa wa Simiyu, Januari 2024. Mgodi wa dhahabu usio na leseni uliporomoka kufuatia mvua kubwa uliowaua angalau wafanyakazi 22 kaskazini mwa Tanzania. Wengi wao walijeruhiwa
walihitajika uokoaji mzito kutoka chini matopeni wakiwa ni wa umri wa miaka 24 hadi umri wa miaka 32. Ajali hii ilitokea wakati wachimbaji walianza kazi bila kusubiri taratibu za kiusalama. Awali tuliambiwa kuwa kulikuwa na watu 19 hadi 20 waliokuwa wamenasa migodini, lakini kwa bahati mbaya tuliishia kuopoa miili 22, Simon Malenga aliambia shirika la habari la Reuters. Mtazamaji wa Rudisha TV, kama bado hujasubscribe nikukumbusha usubscribe ili uwe kwanza kupata taarifa hizi moto zinazohusu matukio mbalimbali yanayotisha na yale ya kufundisha jamii.